Kusema kweli hapa, kauli pekee inayowaumiza wanasimba kwa sasa ni kauli ya kusema kwamba pesa iko benki, na hiyo kauli ilitoka kinywani kwa mwekezaji na mfadhili na mdhamini wa klabu ya Simba kwa maana ya Mohamed Mo Dewji. Kitu pekee ambacho wanasahau wapenzi wa mashabiki wa klabu ya Simba ni kwamba katika mpira wa Tanzania ulio nao sasa hivi hapa, tusingefika level hii tuliyokuwa nao sasa hivi ya uwekezaji bila matamanio, mawazo na akili ya Mohamed Dewji. Zamani tulikuwa tunaendesha mpira wetu kwenye mfumo wa kabumbu, usisahau. Tulikuwa tunaendesha mpira wetu kwenye mfumo wa kandanda, hakukuwa na uwekezaji mpaka pale Mo alipoamua kuthubutu kuweka fedha kwenye klabu ya Simba Sports na Simba ikaanza kufanya vizuri. Sikatai, miaka ya nyuma pia klabu ilishaanza kufanya vizuri na kushiriki mashindano ya kimataifa makubwa kabla hata ya uwekezaji mkubwa alioweka Mo. Ilishamfunga Zamalek huko kuelekea kwenye michuano mikubwa na kufika hatua za juu zaidi, lakini tusisahau uwekezaji wa Mohamed Dewji ndio sababisha leo Simba imefika hapa na kujulikana kwa kiasi kikubwa Afrika. Tusisahau huyu baba alijitoa, aliweka nguvu yake kubwa kwenye mpira kuliko biashara yake. Wengi sana tulimuimba. Sasa hivi kwa sababu klabu imeingia kwenye mabadiliko ya kimfumo ya kutoka kwenye ufadhili kwenda kwenye uwekezaji, kila anachokiwekeza anahitaji kupata ritani, na ndio maana kila anachotoa anahitaji kujua kinarudi kwa njia hipi. Sio kama unanielewa. Kabla hatujaanza kumkosoa, tumpeni kwanza heshima yake. Baba amejitoa sana kwenye mpira. Leo tusingewajua kina GSM wao tunaowajua leo kwenye Young Africans kwa sababu Mo alianza kuthubutu. Ndio maana leo kina GSM unaona nao wanaweka fedha, wafikirii. Swali ni moja, GSM ananufaika na nini na Young Africans na anatoa fedha hizo kama nani? Ukishapata hilo jibu ndio utagundua kwa nini Mo anahitaji kila fedha inayotoka ajue wapi inakwenda, ingawa zote zinaingia kwenye mfumo wa football. Tubadilishe mfumo. Simba badilisha mfumo, ruhusu mfumo wa uwekezaji ili tajiri aweke fedha akijua ritani yake anaipata kwa njia ipi. Sina mengi ya kusema, kusema kweli nimemaliza.